Bwana asifiwe. Ningeomba tusimame ili tusome neno la siku ya leo. Somo letu linatoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 kuanzia 1 mpaka 16. Biblia inasema ya kwamba basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua wakati hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka, uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijicho cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nitamwamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakitika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami nitaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Kwa kuwa Bwana Mungu. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na ya mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Ya mwisho, lilo pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa na neno la Bwana aliloninena kwa kinywa cha Elia. Bwana abariki neno lake. Karibu mchungaji. Salamu kwanza. Salamia mwenzako, mwambie ati na mimi naona wengine wananiangalia tu, sijui hamkusikia ama nini, na leo tunaongea juu ya kusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Najua Mungu aliniambia leo usitoke haraka kwa kiti, ngojea uambiwe karibu mchungaji, na akasema. So nashukuru kwa sababu alisikia sauti ya Mungu akisema ngojea mpaka afike akuhag, na akangoja. Bwana Yesu asifiwe. Najua kusikia kutoka kwa Mungu sio utasikia sijui maneno gani. Utasikia hiyo yenye natakana usikie kwa wakati huo. Mwanamke wa Sarepta huyu mjane, unaona ni mwanamke wa Sarepta mjane, na nabii mkubwa Elia ambaye ni mkuu alitumwa kwa mjane.
Ingawa huyu mjane karibu akose kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu alikuwa amezingatia shida aliyonayo sana. Alikuwa anajisumbua sana mpaka hakujua ya kwamba mwenye amekuja ametumwa na Mungu hapa, na alikuwa ameamriwa na Mungu. Mpaka Elijah sasa ilibidi aeleze na kueleza na kueleza, akafanya vile Elijah amesema, na unaona ilileta matokeo makubwa. Leo si mnaona niko na uniform? Ama hii kwa wewe labda wewe tu utaona ni nguo, lakini ni Mungu kwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliniambia nivae hivi leo. Aliniambia Sunday. Yaani Sunday. Sasa nikamuuliza kwa nini sasa nivae uniform kweli? Akaniambia utavaa. Na nikaambia yeye, acha nitavaa, niko na grey suit si yenye inafanana na hii. Alafu ndaweka tu hii kola. Akaniambia utavaa you fool. Sasa sikuwa na haja, nikaiacha. Nikasema ama hii nikaacha. Lakini leo asubuhi nikivaa akaongea tena. Na akanipa mambo manne kwa nini aliniambia nivae. Na nimesema school uniform mama uniform. Nilisema school uniform. Baada ya kwanza nilisema school uniform. Pastor's uniform, si ndio? Alafu akaniambia jambo la kwanza lilikuwa linahusu kunirekebisha. Usijali, wewe sikiza tu. Sasa hiyo details ni yangu. Nimeambia wewe tu juu. So ya kwanza ilikuwa kunirekebisha. Ya pili ilikuwa unyenyekevu. Ya tatu ilikuwa inahusu kunikumbusha. Na ya nne ilikuwa inahusu kunitia moyo. Hiyo wachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Wapi wageni? Wageni. Kama wewe ni mgeni, simama tukuangalie na tukupigie makofi, alafu unaketi chini. Maana tulikuwa nakutarajia. Nani mgeni? Kama wewe mgeni, simama tu, alafu tunapigia wewe makofi, tunasema karibu, unaketi chini. Asante sana. Tuko na mgeni. Piga makofi. Wapi mgeni mwingine? Haya, pengine kuna mgeni endelea tu kusimama, sijamaliza. Haya, usimama tu mpaka nimalize kuongea juu yako ama juu ya wageni. Labda wewe ni mgeni na umeogopa tu kuamka, lakini unakaribishwa sana katika kanisa hili ambalo ni nyumba ya Mungu. Tunakupenda, karibu sana na uketi. Asante sana. Jina langu ni Mchungaji Ann na ninashukuru Mungu sana ninatumika katika kanisa hili pamoja na Daktari Kasisi Osir kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru. Katika Kumbukumbu la Torati 28:47 watu waliwekwa kiboko kwa sababu ya kutomtumikia Mungu kwa furaha na kwa furaha kuu na kwa moyo wa kushukuru, na wakapata punishment. Umewahi kupewa punishment sababu umekataa kucheka? Ukikataa kufurahi katika Bwana siku zote, utapata stress, utapata nini ingine? Mifupa itakauka ingine, arthritis ingine na ulcers. Sawa? Kwa hivyo furahi katika Bwana siku zote. Ninamshukuru Mungu sana, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya mada yetu hii ya mwaka huu wa 25. Kwa sababu ilitokana na kumsikiza Mungu. Ilitokana na kumsikiza Mungu. Daktari Reverend Osir na mimi pia tuliketi chini na tukasikia tu moja kwa moja kutoka kwa Mungu tukiandika. Na ilikuwa ya baraka sana. Na ndio unaona mada hii inaendelea kutubariki. Somo letu limetoka katika Wafalme wa Kwanza. Naona hapa mmeandika 19, lakini 17 1 mpaka 16. Lakini unaweza soma pia kuanzia hata 16 mpaka 19, ambapo Elijah mtumishi wa Mungu alisikia sauti ya Mungu, sauti ndogo nyororo, sauti ambayo ilikuwa imetulia. Na kwa sababu mawazo yake alikuwa mbali, alikuwa ametoroka huyu mwanamke anaitwa Jezebel, maana alikuwa amemtishia maisha,
ikabidi Mungu aanze na kelele nyingi, akaanza na upepo mkubwa, akaanza na mtetemeko wa ardhi, akaleta moto. Alafu baada sasa ya kushughulikia hiyo hofu ya Elijah na mawazo yake ya kutoroka, sauti ndogo nyororo laini ya upole ikaja, na Elijah akalala chini kusikiza Mungu anasema nini. Lazima tutulie wapendwa. Katika Zaburi ya 46:10 inasema ya kwamba be still and know that I am God. Be still, ndio usikie the small still voice of our loving Father, Mungu wetu anayetupenda, Mungu wetu, Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Somo hili ama tunasoma mengi kutoka kwa Elijah. Na Elijah katika Yakobo 5:17 mpaka 18 tunaambiwa Elijah alikuwa tu kama sisi. Kama wewe na mimi. Lakini aliomba mvua ikasimama miaka 3.5 na akaomba tena mvua ikarudi. Hiyo ni wewe na mimi. Na hata zaidi tukiwa katika agano jipya ya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye iko na ahadi bora zaidi katika jina la Yesu. Wapendwa, alilishwa na kunguru. Mungu ako na njia nyingi ya kutushughulikia. Ndio anasema usijisumbue kwa neno lolote. Wapendwa, sikia tu Mungu anasema nini. Atakupa maagizo, atakupa mwelekeo, atakupa suluhisho, atakufariji. Akikwambia usiogope, akikwambia ako pamoja nawe, usiseme sina mtu. Kama yule mgonjwa wa miaka 38 katika Yohana 5, ambaye Yesu alikuwa anamuuliza, je, unataka kupona? Akaanza hadithi zingine. Akasema sina mtu. Hebu kila mmoja sema nina Mungu aishie milele na milele, na nimepona katika jina la Yesu. Na uzoee kuongea kwa nguvu. Haleluya. Mimi nikifika hata chumba changu cha kulala wakati mwingine nasema tu praise the Lord. Waka shetani anasema ni mwenda ama ni mtu. Otherwise lazima tukue baraka. Wewe umebarikiwa na wewe ni baraka. Amen. Mtu asije akakuambia umekuwa mjinga kwa kuwa baraka. Unaweza letewa hata mtu wa jamii ambaye ni mgonjwa sana. Natoa tu mfano. Kwako, kwa nyumba yako, na Mungu anakuambia mpatie chumba cha kulala. Halafu kidogo kidogo shetani ama Jezebel shetani atakuja na kukutishia maisha na kukuambia kwa nini umekubali mzigo kama huu. Na watu wake wako, mke wake yako, watoto wake wako, kwa nini ameletwa kwako umchunge? Mwingine atakuja kukuambia hii ni kazi kubwa. Hii kazi ni kubwa. Hii tena itakukarimu pesa. Mungu anajua mahali atagusa pesa utapata ya kuchunga mgonjwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa ajabu. Atatuma kunguru na atalisha huyo mgonjwa. Haleluya. Amen, 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 amen. Amen, amen. Utakunywa maji na yeye, haina shida. Kama uko na maji kikombe moja, utakugawa nusu, upatie yeye nusu uweze kukunywa. Huo ni mfano tu ambayo Mungu anaweza kutuwezesha tuwe baraka, tuwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kila wakati ananena nasi. Mungu kila wakati ananena nasi. Ananena nasi. Sio kwamba tumwambie anene, sio kwamba tumkumbushe anene, sio kwamba tumkase anene. Hapana. Hapana, hajasahau kunena, hajawacha kunena, hajakoma kunena, hajakataa kunena. Ananena nasi, ni sisi tuweze kutulia na kuacha. Kama vile Zaburi 46:10 inavyosema, acheni na mjue ya kuwa Mungu ananena na yeye ni Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watulivu na tutamani kusikia sauti yake.
Natumai ni Zaburi 4:7 kuendelea. Kuna kifungu inasema ya kwamba mlale vitandani mwenu na kutulia na kutafakari juu ya wema wa Bwana. Kutotulia inafanya sauti ya Mungu itupite. Katika Yohana 10:3-27 tunaambiwa, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kwa hivyo tunasikia sauti ya Mungu. Usiseme usikii sauti ya Mungu, sema unasikia sauti ya Mungu. Wewe ni kondoo wa Yesu na unasikia sauti ya Mungu. Uwe ukisema kila wakati ya kwamba mimi siku ya leo Mungu umeniamsha na mimi ni kondoo wako na ninasikia sauti yako. Na itatimia ukitamani na kupenda na kutafuta, itatimia katika maisha yako ya kila siku. Katika maisha yako ya kila siku. Na hata katika kifungu cha 3 inasema ya kwamba Mungu anatujua, anajua majina yetu, anatujua kibinafsi, anajua wewe kimoja moja, na ananena na wewe kama mtu binafsi. Katika Matendo ya Mitume 5 ilikuwa baadhi ya masomo maandiko ambayo nilisoma nikitayarisha mahubiri haya. Na nilijifunza mengi, nikaandika mambo kadhaa niliyojifunza kutoka Matendo ya Mitume 5 kumhusu Ananias na Safira. Na nikaona ya kwamba Mungu ananena nasi mtu mmoja mmoja, sio kama mume na mke. Kuna hiyo kama familia sawa, mume na mke sawa, wewe na nyumba yako sawa, kanisa la Yesu Green jumla sawa, lakini napenda sana ya kwamba Mungu ananena nasi binafsi. Na akanena na Ananias kwanza aseme ukweli ama aseme uongo. Akamalizana na Ananias. Akuuliza, Ananias, wapi mke wako? Alafu Safira mke wake akaingia, akapambana na Safira peke yake. Akauliza maswali yale aliyomuuliza Ananias. Ananias alianguka mtihani, Safira pia akaanguka mtihani. Sijui mmeshika hapo? Nilijifunza jambo hilo. Na nikajiuliza, kama Safira angesema ukweli ya kwamba kweli aliulizwa swali, hii ndio mmeuza na hii ndio yote umeleta, akasema ndio. Sasa kama angejikwamua kwa huo mtego, aseme tu ukweli, angekufa ama angepona? Angepona. Hata kama mume wake amekufa, hiyo ni shauri yake. Sasa kama alisema uongo akakufa, wacha mimi mke wake niseme ukweli na nipone. Na sijaleta utengano kwa ndoa. Lazima kuwe na umoja katika ndoa, na lazima tuseme ukweli katika ndoa zetu, na hata katika maisha yetu na katika familia zetu. Mungu daima huzungumza nasi tunaomwamini, ambao ni kondoo wake, kupitia njia mbalimbali. Anaweza hata kuzungumzia kupitia mawe. Ukiona tu mawe hivi unasema kweli Mungu wako, mawe kubwa ama mwamba. Anaweza tunena na wewe ukiona maji mengi yanavyoenda katika mto, na ukajua hakika Mungu anaishi. Ananena nasi kupitia Roho wake Mtakatifu tuliyepewa sisi. Roho wake Mtakatifu ananena nasi, wapendwa. Daktari wiki jana akataja hapa, akasema wakati mwingi tunasema kitu iliniambia nimtembelee fulani, kitu iliniambia nisipite huko, nipite huku. Na akasema vizuri sana ya kwamba sio kitu jameni, ni Roho Mtakatifu. Kwa nini mnaogopa kusema Roho Mtakatifu aliniambia hivi? Ni kwa sababu unaogopa watu kukuchekelea. Watu wanaweza sema, sasa Pastor je, mtu tamesema ati hii uniform Mungu ameambia vai. Kwani si ni uniform ni ya pastor na ni ya pastor? Hiyo sasa rudi kwa njia. Haleluya. Rudi kwa njia inayotakikana. Usiogope kusema Roho Mtakatifu ameniambia hivi, Mungu ameniambia hivi. Usiogope, kwa sababu uko na hayo maneno kutoka kwa neno la Mungu, na neno la Mungu ni ya ukweli. Ni ya ukweli. Ananena nasi kupitia neno lake lenye uzima. Ananena nasi kupitia mawazo yetu.
Katika Wafilipi 4:8 tunaambiwa mambo ya kutafakari. Yoyote yaliyo kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo na sifa njema, yoyote yaliyo na habari njema, good report. Tumeambiwa tuyatafakari hayo. Na Mungu atatumia mawazo yako kunena na wewe na kukuelekeza na kukupa mwelekeo. Ananena nasi kupitia neno lake, kupitia mawazo yetu, kupitia roho zetu, kupitia tamaa zetu nzuri, tamaa zetu njema. Is good desire, sio tamaa yoyote, tamaa safi ya kutenda mema. Ananena nasi pia kupitia dhamiri zetu ambazo Wakristo dhamiri zetu zimesafishwa na damu ya Yesu. Dhamiri zetu, hiyo kujua iliyo ndani yetu ambayo Mungu aliumba, ambayo hata wasioamini wako nayo, ananena kupitia dhamiri hiyo. Dhamiri ambayo imesafishwa na damu ya Yesu. Dhamiri ambayo umepea Mungu atawale. Dhamiri ambayo ni safi. Dhamiri ambayo ni takatifu. Mungu ananena kupitia dhamiri zetu. Wapendwa, kuna nyakati nyingi tunaweza kosa kusikia kutoka kwa Mungu. Na hata katika Biblia kuna mifano ya watumishi wa Mungu ambao hawakusikia Mungu mingi. Kuanzia Adam na Eve, kuna maagizo walipewa na wakakosa kusikia. Kusikia inahusu hata kutii, si kusikia tu. Ni kusikia katika moyo wako, kusikia katika kufahamu kwako, na kutii na kufanya kulingana na yale ambayo umesikia Mungu akisema. Na kuamini pia. Lazima uamini ya kwamba Mungu ameniambia hivi na hivi na hivi, na nitafuata. Hata kama sina pesa kwa mfuko, nitafuata. Ninajua Mungu jinsi atakutana na mahitaji yangu. Na katika Samueli, ingawa sikuwapa watu wa media, katika Samueli wa kwanza 15 kuanzia kifungu cha 3 tunapata Saul aliambiwa mambo mengi. Aliambiwa aenda uwe watumishi ambao wako wanamtumikia Mungu na wanyama, lakini hakuwaua na akakosa tu kutii. Katika Mwanzo 3:1-6 tunapata Adam na Eve wakiwa katika wamesikia sauti ya Mungu lakini hawakutii. Pia katika Mwanzo 16:1-4 Abraham pia aliambiwa na Mungu atapewa mwana wa ahadi, lakini ilifika mahali akasikia sauti ya mke wake, ya kwamba mke wake alimwambia, wewe sasa enda kwa mjakazi wangu na umalize kazi, lazima nipate mtoto. Na akafanya hivyo, akawacha ya Mungu akafuata ya mke wake. Lakini nataka niwaambie hivi wapendwa, ya kwamba usiposikia sauti ya Mungu na kuenenda kulingana na sauti hii ya Mungu, matokeo yake yanakuwa mabaya sana. Hasara itatokea, mauchungu yatatokea, majuto yatatokea usipozingatia sauti ya Mungu na kuipenda na kuiamini na kuenenda kulingana na sauti hiyo. Pia Jona na wengineo. Yona pia hakusikia sauti ya Mungu, lakini baadaye alikubali, ingawa mara ya kwanza hakusikia na kutii. Hakusikia na kutii. Kusudi la sauti ya Mungu. Mungu anakusudia amani kwetu. Mungu anakusudia kutulisha, kutunywesha na kutuvisha. Anasema katika Mathayo 6 kuanzia 25-26 kuendelea hadi 33 ama 34, ya kwamba tusijisumbue na tusihangaike, maana anajua atatupa vyakula na mavazi na maji na kila kitu tunachokihitaji. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni njema. Katika Zaburi 32:8, hebu tupewe somo hilo. Zaburi 32:8 hadi 9. Sikiza wapendwa, sikiza somo hili. Zaburi 32 kuanzia 8, naongea juu ya kusudi la Mungu katika kutunenea. Kusudi ya sauti ya Mungu, ya kwamba nitakufundisha, ndio hiyo kusudi moja. Nitakufundisha, kutufundisha kabisa. Na ukifundishwa upumbavu unatoka
ukaidi unatoka, uzembe unatoka, anasema atatufundisha. Atatuonyesha njia. Huwezi potea na kukosea na kukwasa wengine. Atakufundisha. Atakuonyesha njia utakayoendea katika maisha yako. Na atakushauri. Tunahitaji mashauri. Yesu ni mshauri wetu wa ajabu. Atakushauri kupitia neno lake. Na jicho langu likikutazama. Na inaendelea hivyo. Pia kusudi lake ni tuwe sahihi ama tuwe sawa. Tuwe mahali sawa. Tupatane na watu sawa. Tufanye yaliyo sawa. Yaani anataka tuwe sawa. Anataka tuwe mahali sawa, kwa wakati sawa, na watu sawa. Anataka ufanye yanayohitajika kwa wakati unaofaa. Unajua unaweza fanya yaliyo sawa kwa wakati usiofaa. Na unaweza kuwa na watu wasiofaa kwa wakati usiofaa. Ama kwa wakati unaofaa ukuwe na watu wasiofaa. Kwa hivyo unaposikia Mungu atakuelekeza kwa watu wanaofaa kwa wakati unaofaa. Na maisha yako itakuwa sahihi na itakuwa sawa katika kila jambo. Huwezi sema tu sasa unaanguka, unaenda hapa unaanguka, unaenda huko unakosea, unaenda huko unapata, unaenda huko unakosa. Hapana, hiyo sio Mkristo anayesikia sauti ya Mungu. Anayesikia sauti ya Mungu, wapendwa. Pia atakupea hata maneno ya kusema. Maneno sahihi ya kusema. Unajua hii kuongea, usifikirie kuongea tu ni kuongea. Mungu anataka uwe na maneno sahihi ya kusema. Mungu anataka kuelekeza ulimi wako. Mungu anataka kukupa maneno tamu ya kusema. Na sahihi. Kwa wakati unaofaa, kwa watu unaofaa. Mpaka inafundisha watu, inaguza watu, na watu wanapona, na watu wanatiwa moyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna wakati moja rafiki yangu akaniletea ujumbe kutoka kwa simu yake. Unasikiza? Na akaniambia kumbe bado kuna watu wazuri kwa hii dunia. Nikaambia ehe. Akaniambia soma hii ujumbe. Nikaambia kuliendaje? Akasema alikuwa anahitaji dawa na alikuwa mbali. Akamwandikia daktari wake amwambie dawa, mkumbushe hiyo dawa ndio anunue mahali popote alipokuwa. Lakini sijui aliandika aje, ikaenda kwa mtu mwingine ambaye si huyo daktari wake. Na nina imani ya kwamba huyo mwenye ilienda kwake ni muamini ambaye ameamini Mungu na alikuwa tayari kusikia sauti ya Mungu. Alikuwa amezoea kusikia sauti ya Mungu. Na huyo mwenye aliandikiwa hiyo message ama huo ujumbe, akatuma ujumbe wa baraka na wa kutia moyo huyu rafiki yangu ambaye alikuwa mgonjwa sana. Akamwambia, mimi si daktari, lakini nakutakia uponyaji katika jina la Yesu. Ninakuombea kwamba umepona katika jina la Yesu. Mnaonaje hapo? Wengine labda mwenye asikia sauti ya Mungu, Mkristo ambaye asikia sauti ya Mungu angefuta na kutupilia mbali. Na ningependa pia kutaja jambo ambalo huwa inafanyika sana katika maisha yetu, ambayo inaitwa wrong number. Nani amewahi kupigiwa simu na wrong number? Hii simu zenu haina baraka. Kweli kwa kusema kweli. Na usikue kama Ananias na Safira. Nani amewahi tukupigiwa simu wrong number? Ni wengi sana. Hata mimi mara nyingi. Na mimi napenda sana. Nataka niwape uhusia. Nataka niwashauri. Ya kwa na wakati tunapata wrong simu ambayo hamjui, huwa unasema nini? Sema tu nasikia. Sema tu. Wrong number unakata Ulikuwa unataka nani? Wewe ni nani? Ama mwingine anakata tu.
Nasema hii ni wakora ile ya inaitwaje ile jela ile, nimesikia mara nyingi. Ile jela ile inaitwaga nini, committee. Anasema ati hii ni wakora hii ya wale committee. Sasa nataka nikwambie hivi, hata kama wanatoka committee, ambia habari njema. Jibu tu haraka na uambie, asema hello, okay, sasa ujui anakuambia unaambia nataka nikwambie kwamba mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana na Yesu anakupenda, hata atakata haraka lakini umeshamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tupigie Yesu makofi. Kwa hivyo ukipata simu kama hiyo, hudumu, tia moyo, sema Yesu. Wacha kukasirika na Mungu amekuletea tu kaasi hivi tu mpaka kwa mkono yako. Amen. Na unatupa. Kwa hivyo wapendwa, nimesema hayo. Na kabla hatujasonga mbali, ningependa nipewe Isaya 30:21. Isaya 30:21 inasema aje? Nasema ya kwamba mutasikia sauti nyuma yenu, na ndio hiyo, na masikio yenu. Hebu ongea na masikio yako. Sema masikio yangu. Sasa wengine hawanisikii jameni. Mzee, mama, hebu sema masikio yangu. Sikia Mungu. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu hata yeye anasikia. Elijah aliomba, Mungu akasikia na anajibu. Sio sisi tu tunasikia, ni uhusiano. Kwa hivyo Mungu pia anasikia, hata sisi tusikie. Maana anasikia na anajibu. Hata sisi tusikie na kutii, na itakuwa baraka kubwa sana. Kwa hivyo inasema hivi, sikiza, angalia somo hili, na masikio yako yatasikia. Amen. Nina nena ya kwamba masikio yetu yatasikia. Amen. Napenda somo hili. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako, ndani ya moyo wako, ambaye ni ya Roho Mtakatifu, ambaye inatoka kwa neno lake, ambaye anasikia, ananena ndani yetu. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako ikisema, njia ni hii. Haleluya. Ninaomba ya kwamba kila wakati tutasikia tukiambiwa njia ni hii, mke ni huyu, mume ni huyu, huduma ni hii, kanisa ni hili. Pigia Yesu makofi. Njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Mithali 15:23. Tafadhali, Mithali 15:23 inasema nini? Aya, sikiza hii. Kumbe furaha na maneno yenye tunaongea inaungamana, yani inasaidiana. Kama wewe ni mtu ambaye unaongea tu mambo ovyo ovyo, hata utakuwa na furaha. Lakini ukinena neno ambalo limetoka kwa Mungu, utakuwa na furaha kubwa sana. Na hili neno linaenda kwetu sisi sote, kwa vijana, kwa kina mama, wenye wameoa juzi, wenye wameolewa juzi, wenye wote. Unajua naweza taja nyinyi wote, mpaka unasema Mungu anaongea na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni kila mtu. Rudia sema mimi ni yeyote. Yeyote atakaye muamini Yesu Kristo atapata nini? Uzima wa milele. Yeyote ambaye atasikia sauti ya Mungu hatakosea kamwe. Kama ni mjane, kama ni mtoto, kama ni kijana, kama ni mtumishi, wote. Na katika Mithali 15:23 inasema mtu ulifurahia jibu la kinywa chake. Mimi nawauliza wapendwa, unafurahia jibu la kinywa chako? Ebu tafakari. Unafurahia ukijibu kitu? Unafurahia jibu la kinywa chako kwa mke wako? Unafurahia jibu la kinywa chako kwa mchungaji? Unafurahia jibu la kinywa chako kwa jirani yako? Na kuuliza swali. Mtu ulifurahia jibu la kinywa chake. Na neno linenwalo wakati wa kufaa ni jema kama nini? Neno la kunenwa kwa wakati wa kufaa ni jema. Neno ambalo limetoka kwa Mungu. Kama unasikia hujapata neno zuri la kusema, heri unyamaze. Hebu ambia mwenzako nyamaza. Kama uko una neno zuri ya kusema, nyamaza.
Nyamaza. Na katika Luka 12:11 hadi 12, hebu tusome hiyo. Hebu tusome Luka 12:11 hadi 12. Tazama wapendwa, na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Sema ninapokea hiyo. Sema ninaamini haya. Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Ya wapasayo kusema. Kile Mungu anaweza kusema katika maisha yetu. Elijah alipewa maagizo. Wakati kulikuwa na ukame, akapewa maagizo. Na wakati mti ule ulinyauka, ambao alikuwa ameenda kukaa kule na kijito kikakauka, tena neno la Mungu likakuja kwake. Na mnaona iko kunguru hapo. Mnaona kweli? Na Elijah ndio huyo. Yeye tu ni kungojea chakula ile. Tena asubuhi na saa ngapi? Tena chakula kizuri. Na wakati alimtoroka Yezebeli, aliletewa chakula ambacho kilimpeleka siku 40 na usiku 40. Ni chakula ambacho kilikuwa na nguvu. Wewe ukimsikia Mungu utapewa vitu vya dhamana. Utapewa vitu safi ukimtegemea Mungu na kumsikiza. Elia akaambiwa katika somo letu hatutasoma, aliambiwa enda mbali, aliambiwa geuka upande wa mashariki, si kusini, si kaskazini, si wapi, aliambiwa sehemu ya kugeukia. Aliambiwa mahali pa kwenda. Aliambiwa ya kufanya. Na ninafurahia sana. Na akafanya vile aliambiwa na akafaulu. Enda akapata chakula. Na kama angeenda huko, labda angekufa njaa. Akaambiwa katika kifungu cha 2 hadi 4, akaambiwa geuka upande wa mashariki, akaambiwa jifiche, akaambiwa utakunywa na kula, akaambiwa amka nenda. Unaona maagizo? Akapewa maagizo na Mungu na akafuata. Na sisi pia Mungu ananena nasi katika njia mbalimbali. Na si kwamba atakwambia unangojea. Unajua tumekosa sauti ya Mungu sana, kwa sababu tunadhania madhanio yetu ya kwamba Mungu atakwambia ufanye kitu kubwa sana. Lakini anakuambia hata yale mambo madogo madogo, hata jinsi ya kuvaa, jinsi ya kuongea, jinsi ya kukula, anakuambia yote, anakuelekeza na anakuwezesha. Na lazima udhamini na kuamini. Anaweza kutuambia nini? Mifano tu. Anaweza kukuambia toa. Na lazima uamini. Kuna wakati nilikuwa bado mgeni katika kanisa hili, nikatoa ushuhuda ya kwamba wakati mmoja nilienda kanisani, na baada ya kanisa wakasema kuna kutoa, na hatukuwa tumeambiwa mbeleni. Na hii mambo ya kuambiwa ati lazima ukuwe tu tayari kutoa. Hata leo Roho Mtakatifu tu anaweza anza kusema ati krini ile iko kutoa. Msipige nduru na kusema hatukuwa tumeambiwa. Unajua Wakristo sijui kwa nini hatumwamini Mungu. Maana hata mimi nimesikia mara nyingi kwa makanisa wanasema tunaahirisha kutoa kwa ajili ya jambo hili na lile na lile, kwa sababu watoto wanarudi shule. Kumbe Mungu hawezi kutuwezesha warudishe shule na hawezi kutuwezesha tutoe kwa kanisa. Mungu anafanya tu moja moja, si ndio? Mungu anafanya moja moja, ama anaweza fanya yote. Na kwa nini wakati mwingine tunasema tungoje watoto warudi shule kwanza, halafu tuendelee na ile mpango ya kutoa?
Kwa nini tusiamini Mungu vile alikuwa ametuambia? Anasema wakati huu watoto wanarudi shule, na iko kutoa kwa kanisa, na iko kununua gitaa kwa kanisa, na yote mfanye safari moja. Mungu anaweza ama hawezi? Ni kama ya green ilawezi. Ya green ilawezi. Anaweza. Kwa hivyo tusiairishe vitu tukihurumia Mungu. Halafu tunahurumia Mungu, tunaambia kwa hayo machache sana tumeomba. Kwa nini watu tunaomba kwa uoga namna hiyo? Siwaambie tu Mungu atakulisha asubuhi na jioni. Ama unataka akulisha asubuhi peke yake? Na kwa nini unaomba machache? Siombe tu haya yote na ile yote hata umesahau, na ile yote utaomba kesho, yote hata yote unapea Mungu. Maana inasema cast all your burdens. Burdens ngapi? Mtwike fadhaa zako ngapi wapendwa? Zote. Maana yeye hujishughulisha aje kwenu? Yeye hujishughulisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukuambia toa, anaweza kukuambia samehe. Hata ile unafikiria isameheki, unasikia tu Mungu akikwambia kwa sauti ndogo, samehe, achilia, wacha, samehe, sahau, wachana naye. Anaweza kukuambia acha hayo mazungumzo, acha hiyo uhusiano, acha hapo, acha. Anaweza kukuambia harakisha kumtembelea fulani, harakisha, do it now. Mungu anaweza kuambia fanya tu saa hii na saa hii, harakisha. Mungu anaweza kuambia punguza mwendo, slow down. Punguza mwendo. Punguza mwendo kwa hapo sasa. Punguza mwendo. Mimi hata ninaona kama nimepunguza mwendo. Sikini nikikuta watu kila mahali wananiambia umepotea. Na usidharau hiyo neno umepotea. Na mimi nashukuru Mungu, kwanza mwingine alishtuka sana. Nilimwambia nashukuru sana, hata ni mzuri nipotea. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia imefika nikupotea. Saa ya kupotea imefika. Kuna mwenye aliniambia, hata nalinikuta kwa supermarket katikati. Ananiambia na umepotea. It is long time. Nikasema huyu nitajibu vizuri. Mbona hajanitafuta? Nikaambia nashukuru Mungu kwa kupotea. Akarudi hivi akaniambia kwa nini? Nikaambia imefika wakati ya kupotea. Akaniambia sawa, asante, sawa. Hata niko na haraka. Nikaambia hata mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me tell you, punguza mwendo. Hata kupatikana saa ingine Mungu anakuambia potea. Wacha hii mambo hizo kila mahali hadi unaanza kupatikana. Ukiitwa huku umekimbia. Ukiitwa na Mungu anakuambia si lazima yenye umeitwa yote uende. Ingine Mungu anakuambia don't go. And you have peace with it. Kama iko amani usiende. Ingine anakuambia enda. Amen. Na ninaambia nyinyi ukweli. Halafu anaweza kuambia omba. Anakuambia tembelea. Mtu tu Mungu anaweza leta mtu kwa akili yako. Mwenye hujakumbuka kwa muda. Kuna mama fulani iko ushuhuda nimesahau. Iko ingine nimesahau na nimekumbuka saa hii. Kumbe ni lazima niseme hiyo. Kama Mungu amenikumbusha I have to tell you. Ya kwamba kuna siku nilienda kanisa. Baada ya ibada wakasema ni kutoa. Na mimi nilikuwa na few coins kwa mfuko. Henye nimebakishia kununua nyanya ya kukaranga githeri. Na Mungu akaniambia nikiwa kwa kiti, hiyo yote utatoa. Na nikatoa. Amini usiamini, lazima uamini maana ni ushuhuda wangu. Nilipofika tu karibu nyumbani, nilipewa nyanya. Yani it was just nyanya ile red yenye tatoa supu ya kutosha. Niliambia Mungu kumbe kweli kumbe unanijali. Nikapewa nyanya, tena ilitoka kwa gari. Sio ati ilitoka kwa bag. Ilitoka kwa gari. Tulikutana tu pap na nilienda kukaranga hiyo githeri. Na sikukulia kwa nyumba. Nilikulia kwa miti chini. Ndio iteremka mzuri. Hiyo yenye Mungu alinipea ilibidi nikule kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitii sauti ya Mungu hautaenda hasara yoyote. Kutumikia Mungu si hasara kamwe. Anaweza kukuambia na hii tembelea, nilitaka kusema kitu.
Kuna mama fulani ikiwa msichana akanitendea mambo mengi, na ikachukua muda sana si kwenda kusema asante. Lakini wakati alistaafu nikakumbushwa kwenda kusema asante. Unasikia hiyo? Wakati alistaafu nikaenda kusema asante. Kumbe ndio ilikuwa wakati unaofaa. Sasa alikuwa anahitaji watu wamtembelee. Unajua ukishastaafu watu wanakutoa. Ukistaafu watu wanatoa wewe kwa simu zao, watu wanakusahau, hakuna kupigiwa simu tena. Lakini Mungu ataamsha watu wakutembelee. Aseme amen. Mungu ataamsha watu wakutembelee. Anaweza kuambia sema neno, anaweza kuambia nyamaza, na anaweza kuambia kimbia. Kusikiliza Mungu inahusu unyenyekevu, inahusu kupatikana, inahusu kubadilika, inahusu kuelewa, na hata inahusu utulivu na mambo mengine mengi. Lazima tutulie wapendwa. Lazima tupatikane. Ananias alipoitwa na Mungu akasema mimi hapa, nena Bwana. Isaya alipoitwa na Mungu akasema mimi hapa, nitume Bwana. Tupatikane. Tupatikane na tutulie. Utulie katika maisha yako. Nyamazisha sauti ya kila aina, kutoka kwa simu yako, kutoka kwa watu, kutoka kwa kukosa. Nyamazisha sauti za kila aina, usikie Mungu. Usikie Mungu. Wapendwa, tuendelee kumwamini Mungu kwa umakini sana wakati tunapitia mahitaji. Wakati wa ukame Elijah akasikia Mungu. Wakati kijito kilikauka na mti ulikauka, Elia akasikia Mungu. Na wakati mwanamke mjane wa Sarepta alikuwa amekosa kila kitu na alikuwa amefika kukufa, akamsikia Mungu. Na Mungu alikutana na mahitaji yake. Kwa hivyo tumsikie Mungu wakati wa mahitaji. Pia tumsikie Mungu, uendelee kusikia Mungu kwa makini wakati umepotea njia. Ukigundua umekosea katika maisha yako mpendwa, hebu endelea kusikiza Mungu. Mungu atakuhudumia. Nimesema vizuri? Wakati umepotea njia, umekosea, umechukua hatua isiyofaa, endelea kusikia Mungu. Usianze kuwa hukumika, maana hakuna hukumu kwa wale wote wanaomwamini Yesu. Uendelea kumsikia Mungu, atakupa suluhisho. Atakwambia utubu, atakwambia sema ukweli, atakwambia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umepotea njia ukiwa na hofu, rudi kwa njia sahihi kwa kumsikia Mungu, atakwambia nini. Na pia tuombe. Elijah alikuwa anaomba sana. Tuombe, maana Mungu anasikia na anajibu maombi. Tuombe. Na katika Waefeso 1:16, Waefeso 1:16, Paulo akaambia wale Waefeso ya kwamba ninawataja katika maombi yangu. Ninawaombea kwamba Mungu abadilishe maombi yenu. Hivi majuzi nimeomba tu Mungu abadilishe maombi yangu. Usiombe tu kikawaida, hebu sikia Mungu ndio uombe. Na katika maombi yako umsikize Mungu. Akuletee watu katika mawazo yako ambao utaweza kuwataja. Sio kutaja tu kwa ujumla, atibariki Green Hill. Si waambie Mungu nionyeshe ni nani naombea kwa Green Hill. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awabariki sana, msiogope, Mungu anawapenda. Amen. Karibu sana daktari. Asante, asante, asante. Hilo ni neno la ajabu ambalo Mungu ametuletea sisi kila mmoja wetu, ya kwamba kweli tusikie Mungu. Mara nyingi tunakosea kwa kutosikia yeye, na kwa sababu ya hiyo mambo mengi mazuri ambayo ametupangia yanatupita. Napotoka leo katika kanisa la Mungu leo, enda tu kiambia Mungu unifundishe kukusikia. Bwana asifiwe sana. Mimi kama mchungaji, Mungu anifundishe kumsikia. Wewe Mungu akufundishe kumsikia. Na kuna mengi ambayo Mungu atatenda tukisikia yeye. Mungu abariki sana. Asante mtumishi. Makofi kwa Mungu kwa neno hilo.
Asante sana.